bwana, hili swala la kuongeza miezi sio lazima. Yaani sio lazima mfanyakazi umlazimishe bosi wako akuongezee miezi wakati umeshamaliza mkataba wako. Pia sio lazima bosi akulazimishe wewe uongeze miezi. Ile inakuwa ni makubaliano yenu kati ya bosi na mfanyakazi. Na mkumbuke huku hakuna Mwarabu anapenda mfanyakazi atimize mambo yake yeye amwache anahangaika. Kwa sababu kitu cha kwanza, na wengi wanakataa, wengi hawataki kuwaongezea wafanyakazi wao miezi, kwa sababu tu wanajua pale unapoongeza wewe miezi ina maana wewe kuna vitu vyako ambavyo vitakuwa vinatimia. Na ukumbuke kabisa hakuna Mwarabu anafanya kitu kwa hasara. Hakuna Mwarabu anafanya kitu kwa faida ya mfanyakazi. Yaani ukiona umefanyiwa kitu kikakupa faida, ujue kabisa bosi wako kashafaidika mara 10 ya hiyo faida uliopata wewe, au hata mara 100 anakuwa kashafaidika nayo. Kwa hiyo sasa wengi wanakataa wakiwa wanajua kwamba akikuongeza miezi ina maana wewe kuna vitu vyako utamalizia, utakuwa hurudi tena kwake. Ndio hapo anapokataa. Na ndio maana wengi huku wanatapeliwa. Mfanyakazi akishamsoma bosi wake ni mtu wa aina gani na hataki tena kurudi kwa labda ndani ya miaka 2 hataki tena kurudi Omani au nchi nyingine yoyote, anamwambia bosi wake, bwana wewe nikatie nini, nikatie visa, ni renew kabisa. Kumbe ule mfanyakazi yeye anataka pale afanye miezi yake 5, miezi yake 6, akamilishe mambo yake, akapumzike, hataki tena kurudi kufanya kazi. Lakini akimwambia bosi wake kwamba nahitaji tu miezi 6 niondoke, bosi anaona roho mbaya kumpa hiyo miezi. Ndio maana wengine wanarenew kabisa. Anaongea na bosi wake, anamwambia mimi nitaongeza mkataba lakini nitafanya miezi 6, nitaenda kupumzika, nitarejea tena. Hapo ndio wanapobaki na visa zao na hasara zao, kwa sababu hawapendi wafanyakazi watimize mambo yao. Wanaona kabisa huyu nikimfanya afanye miezi michache hapa kwangu harudi. Kwa hiyo kila mtu achukua msini zake. Umeona? Lakini sasa kuna mwingine yeye ataona kwa sababu tu kuna vitu vyake havijakaa sawa, anakuruhusu. Tena mwingine anakulazimisha. Mwingine waga wanalazimishwa hiyo miezi. Na sio sheria. Wengine wanalazimishwa, wanaongeza, na walikuwa hawataki kuongezwa lakini wanaongezwa kilazima. Mtu anaona bora akapate penati huko mbele ya safari, lakini wewe kashakukomesha, labda ndio hivi miezi ya Ramadhani, hata kikuleta mfanyakazi mwingine anataka wewe ufanye mpaka mwezi wa Ramadhani uishe, sijui na likizo ishe. Basi kwa sababu kumleta mfanyakazi mwingine mwezi wa Ramadhani na yenyewe hekaeka, mpaka hajaelewe vile vyakula vya kupikwa pale nyumbani na watu wamefunga na nini, muda unaenda. Hasa na wengine hawajipangi mapema. Kama mfanyakazi wako anaondoka mwezi wa Ramadhani na amaliza mkataba wake, chukua mfanyakazi mwingine kabla mwezi wa Ramadhani. Lakini watoto wanafanya makusudi. Watoto wanasubiri kabisa, anajua kabisa unaondoka, anaanza kuimba. Sasa hapa itakuwaje? Naomba. Wanaomba hao, wanakuwa wapole. Sasa unajikanyaga na wewe unasema sawa, ngoja nisubiri. Unasubiri. Lakini wewe ukija kuwa na shida zako, ukiwaomba hiyo miezi, wanakataa. Na wanakataa kwa sababu hawapendi watu wafanikiwe. Hawapendi wewe umalize, uongeze miezi, uende huko ufanye mambo yako, usirudi kwake au usihangaike tena na dunia. Ndio maana wengine wanaanzaga visirani wakishajua unaongeza miezi, kwa sababu Mwarabu kishaambia unaongeza miezi anajua tena hapo kwake hurudi kabisa. Yaani hurudi na utaki. Yaani umemaliza. Kwa ndio hivyo, mtu ukitaka kuongeza miezi unacheza na akili ya bosi wako kwanza. Ni mtu wa aina gani? Anakubali? Ana ubinadamu? Kama ana ubinadamu unajua mwenyewe utakavyofanya. Ikiwezekana unaongeza, ikishindikana basi unasafiri, utarudi kwa wakati mwingine. Pesa haitoshi. Pesa haijawahi kumtosha mtu, jamani, tuachege tamaa. Pesa haijawahi kumtosha mtu. Bosi wako akikataa usiongeze miezi, jiondoke. Wewe nenda tu kapumzike miezi yako kadhaa, pumzika vizuri, rudi tena, riziki bado ipo, utaikuta. Sio lazima kila kitu kikamilike. Yawezekana Mwenyezi Mungu hajapanga.